Mara nyingi wengi wetu tumeshangaa na mambo ya Mwenyezi Mungu na tumeshangaa kwamba mimi nimezaliwa kufanya nini? Unajiuliza kitu gani? Jua kwamba hukuzaliwa bure. Vile vile kama vile binadamu anaunda tractor, anaunda kitu ambacho anaunda kwa sababu ya market demand, kwa sababu kwamba anajua kwamba hii tractor ama hii tingatinga inaenda kulima shamba. Tayari kuna shamba, ndiye anatengeneza. Vile vile Mungu alikutengeneza wewe na kusudi fulani kwamba kuna issue fulani ambayo utaenda kusolve. So you are created to be a solution to the world. Kuna jambo ambalo Mungu aliruhusu wewe ukuje utimize katika ulimwengu huu. Sio kwamba Mungu anaamka asubuhi anasema huyu ni kama anaweza kuwa hivi, huyu ni kama anaweza kuwa hivi. Ni sisi ndio tuna delay, ni sisi ndio tunakataa kuweza kushirikiana na huyu Mwenyezi Mungu. Mungu alikuumba na kusudi lake. Angalia, wanasema kwamba Yesu alikuwepo tangu mwanzo wa dunia. Wakati wana wa Israeli wanazunguka katika jangwa, wanatengeneza msalaba pale. Ishara ya kwamba Mungu alikuwa amejua kitambo kwamba binadamu atakuja kuokolewa na Yesu Kristo. Sio kwamba ati binadamu alianguka ndio Mungu akaona. Mungu alishajua kitambo sana. Kwa hivyo kila kitu ambacho utakifanya, kila kitu ambacho unakipitia katika maisha yako, Mungu alikiumba, alikujua. Ndio maana Daudi anasema all the days of my life were written in your book, kwamba kila siku imeandikwa. Kwa hivyo unapoamka asubuhi ni vyema ujue kwamba siku ya leo imepangwa na Mwenyezi Mungu, amepanga vitu ambavyo vitafanyika. Ni wewe unajiweka kando, unapitia kule kwingine. Jiweke sawa sawa, align yourself divinely na utaweza kutimiza makusudi ambayo Mungu alikuumba. Wewe ambaye unapitia pale. Angalia Paulo, hata baada ya kuwatesa wa Kristo pale, anakuja anasema kwamba Mungu aliniordain kabla ya mimi kwenda tumboni mwa mamangu. Alijua kwamba nitakuwa mhubiri, nitakuwa apostle mkubwa katika ulimwengu. Mungu anajua na amepanga kila kitu. Wacha mapenzi yake yatimie katika maisha yako.